imeandaa elimu kuwafikishia wananchi ama raia wake kutokana na maradhi ya ugonjwa unaoitwa sickle cell. Kwa hiyo inatakiwa mwananchi ajue sickle cell ni nini na inasababishwa na nini na madhara yake ni nini na tuchukue hatua gani. Kwa hiyo baada ya kupatiwa elimu hiyo, viongozi wa dini tumelazimika na kunafasika tukipata fursa ya kuzungumza na waumini, tuzungumze nao na tuwafahamishe hilo. Kwa hiyo pasina kurefusha muda, sickle cell ni nini? Sickle cell ni mabadiliko ya mfumo wa damu kwa mwanadamu. Kawaida ya chembechembe za damu za mwanadamu huwa zinakaa umbile la duara kwenye mwili, lakini akiwa na ugonjwa wa sickle cell, zile chembechembe hubadilika na zikawa na umbile la mwezi mchanga ama mundu, kwa ile kisu ya mundu kwa wafugaji ya kukatia majani, inakuwa imejikunja. Kwa hiyo inapokuwa ipo katika hali ya kawaida sickle cell, na ni zile chembechembe za damu katika mwili wa mwanadamu zikiwa katika umbile la kawaida, hazina madhara, zinakuwa zinatembea vizuri katika damu na kufika maeneo yote yanayotakana damu kufika. Lakini akishapata ugonjwa wa sickle cell, zile chembechembe za damu hubadilika na zikawa umbile za mwezi mchanga, hivyo basi husababisha zikawa zimejikunja, zikawa ile chembechembe na damu haiwezi kupita katika mirija yake kwa sababu zile chembechembe zimejikunja. Kwa hiyo ambaye hiyo haihitaji maelezo sana, ila kwa ufupi ni hivyo. Lakini tunaambiwa sickle cell husababishwa na nini? Sickle cell husababishwa, yani sickle cell ni ugonjwa wa kurithi kutoka wazazi wawili, baba na mama. Na kitaalamu waliposema madaktari kwamba mtu mwenye vinasaba vya sickle cell, mwanaume ana 50% na mwanamke ana vinasaba vya kusababisha ugonjwa wa sickle cell 50%. Hivyo basi mgonjwa wa sickle cell huwa anarithi kwa wazazi wake wawili, kwa maana atazaliwa na ule ugonjwa wa sickle cell. Na kitaalamu wamesema ikiwa mzazi mmoja kati ya wawili ndio ana vinasaba vya ugonjwa wa sickle cell ambaye ni 50%, mwenza wake akawa hana, mtoto akizaliwa hawezi kupata ugonjwa wa sickle cell, kwa sababu kitaalamu ni lazima wote wawili wachangie vile vinasaba. Vile vinasaba vinatofautiana aina ya material. Kwa hiyo ikipatikana material ya baba, ikapatikana material ya mama, ndio mgonjwa anaweza kuzaliwa na ugonjwa wa sickle cell. Swala la nabii. Hivyo basi sickle cell ni ugonjwa wa kurithi. Kurithi ni tofauti na kuambukizwa. Ugonjwa wa kurithi ni kwamba mtoto anazaliwa nao. Kitaalamu wa madaktari wanasema ndio kurithi. Lakini baada ya kuzaliwa, ugonjwa mwingine ambaye atakuwa amepata utakuwa ni wa kuambukizwa. Kwa sickle cell ni ugonjwa wa kurithi kwa wazazi wawili. Kwa baba na mama ndio watamsababishia mtoto kuzaliwa na ugonjwa wa sickle cell kama wao watakuwa na vinasaba vya virus ama virusi vinavyosababisha ugonjwa wa sickle cell. Kwa hiyo sio kama ambavyo imezoeleka katika baadhi ya jamii kwamba ugonjwa wa sickle cell, kuna baadhi ya jamii zinatafsiri kwamba ni ugonjwa wa kulogwa, ni ugonjwa wa kutupiwa, ugonjwa wa majini. Sivyo. Na madhara ya sickle cell ni mtu anakuwa anapungukiwa na nini? Na damu. Kwa sababu damu haiendi katika mzunguko wake. Utaratibu Mungu alitengeneza maumbile ya mwanadamu, kuna mali damu inachafuka na inasafishwa kupitia huo mwili.
Sasa ikiwa kwamba ana ugonjwa wa sickle cell, kama tulivyosema, vile vichembe vya seli ya damu vitakuwa vimejikunja, kwa damu haizunguki kawaida. Kwa hiyo pale panapohitajika kusafishwa haisafishwi, inakuwa anapata madhara. Kwa hiyo baadaye inapelekea damu kupungua. Sasa inatakikana apeleke hospitalini akaongezewe nini? Damu. Kwa ugonjwa wa sickle cell ni ugonjwa wa kurithi kutoka kwa wazazi wawili, na ni lazima wawe wote wazazi wawili wana vinasaba vinavyosababisha ugonjwa wa sickle cell. Ikiwa ni mmoja, mtoto hawezi kuzaliwa na ugonjwa wa sickle cell. Dalili za sickle cell. Dalili ya kwanza anasema upungufu wa damu. Hiyo ni dalili ya kwanza. Dalili ya pili, maumivu makali ya mwili. Mtu kupatwa na maumivu makali ya mwili. Dalili ya tatu, kuvimba mikono na miguu, ambayo inawapata sana watoto wadogo. Dalili ya nne, kubanwa kwa kifua. Kifua kinakuwa kinabana. Dalili ya tano, kuchelewa kukua kwa mtoto ama watoto. Mtoto anakuwa na dumaa, anakuwa sio kwa ile speed inatakikana kukua. Swala la Nabii. Kwa hiyo wanashauri madaktari, endapo utakuwa umepata moja katika dalili hizi, ni vizuri kaenda vituo vya afya kwa ajili ya kwenda kupima na kujua hali ya afya yako. Swala la Nabii. Lakini pia serikali imesisitiza na tuwaambie wananchi kwamba wajitahidi wawe na tabia ya kwenda kupima afya zao, hususan ugonjwa huu wa sickle cell, kama ambavyo tumkishauriwa katika ugonjwa wa HIV. Kwa mtu apime ajue kwamba ana vinasaba vya sickle cell au hana. Unaelewana eh? Na kama anavyo, basi huenda katika watoto wake akawa mmoja wao anao na yeye vinasaba vya nini? Vya sickle cell. Na mtu anaweza kaishi na vinasaba vya sickle cell muda mrefu kabla kupatwa na ugonjwa wenyewe wa sickle cell. Kwa hiyo tunashauriwa tuwe na utaratibu wa kwenda kupima, na tunahimizwa hivyo, ili ukishajijua kwamba ninao vinasaba, sheria taratibu za kiafya zinasema kwamba ikiwa mmoja katika wazazi wawili, mmoja anaye mmoja hana, hayawezi kumsababishia mtoto kupata ugonjwa wa sickle cell. Lakini kama ni wote wawili wanaye, hiyo itamsababishia mtoto kuzaliwa na ugonjwa nini? Wa sickle cell. Kwa hiyo kujua afya yako ni vizuri zaidi, kwa sababu unakuwa unajua niko kwenye hali gani. Lakini pia utapitia rekodi ya watoto wako. Lakini pia wanasema sio lazima ukiwa na vinasaba vya sickle cell ni lazima mtoto azaliwe ana ugonjwa nini? Wa sickle cell. Anaweza akazaliwa mtoto hana vinasaba vya sickle cell na hana ugonjwa wa sickle cell. Sio kwamba akishakuwa na vinasaba vya sickle cell ni lazima mtoto sasa azaliwe akiwa na ugonjwa nini? Wa sickle cell. Hapana. Kwa tunashauriwa kupima. Lakini pia wamesisitiza kwa wale ambaye bado hawajaingia katika mahusiano ya ndoa, basi wafanye kupima ugonjwa wa sickle cell na kupima vinasaba vya sickle cell ili kujua hali zao kabla ya kuanzisha uhusiano wa kimaisha ya ndoa. Na wanasisitiza kama utahisi kwamba kama utapima utakuta una vinasaba vinavyosababisha sickle cell, wewe baba, na mwenza wako akapimwa akakutwa anavyo, wanasema kwamba ni vizuri kuchukua maamuzi ya busara, lile jambo likawa limeahirishwa. Kwa sababu gani? Madhara ni makubwa kuliko unavyotarajia. Kwa mfano, mtoto mwenye ugonjwa wa sickle cell mara kwa mara upelekwe hospitalini kwa ajili ya kuongezewa damu. Pale unatumia fedha na kwa uchumi wetu ulivyo. Lakini pia wanasema matibabu ya mgonjwa wa sickle cell yana gharimu milioni 75 mpaka 100 kwa hospitali zetu za Tanzania. Kwa lao ukajua kwamba mimi na vinasaba vya sickle cell na mwenza wangu ana vinasaba vya sickle cell, ikatumika busara ya kuahirisha lile jambo, ukamtafuta mwenza wako mwingine ambaye yeye hana vinasaba vya sickle cell vinavyosababisha ugonjwa wa sickle cell, yaani mmoja akawa hana, ndio wanakushauri hivyo,
madaktari na ndio usalama zaidi. Sala la Nabii.